imekuwa distractor towards sisi kufikia kile Mungu anataka. So tunaambiwa let's release it. Let's first of all seek the kingdom of God. Let us follow the right path of God. For the light is shining upon our way. For the light is shining upon our path as we go towards the perfect day that God has made for us. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Jambo lingine ni unhealthy habits. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you are bought with a price. So glorify God in your body. Bwana asifiwe. So wengine tumetumia miili yetu kwa mambo yasiyomfurahisha Mungu. Imekuwa sababu ya sisi kustagnate na kutosonga mbele. So we are also being advised kwamba for you to move to the level God intends in your life, wachana na hizo habits mbaya, wachana na hiyo matendo ambayo yamfurahishi Mungu, na uchague kwenda katika njia ambayo mwangazo wa Mungu umeangazia, na Mungu ataweza kukuonyesha utukufu wake usiokoma. Bwana asifiwe. Utukufu wa Mungu usiokoma. Mwisho, the former things, the former failures, the former challenges, the past life ambayo ulikuwa umepitia inakufanya unasema I cannot. The Bible says forget the former things. Forget the former things. Do not dwell on the past. Usiyakumbuke maisha kitambo. Tizama ninafanya jambo jipya. Mungu anatuahidi kutufanyia mambo mapya kwa maisha yetu. Mambo yanayong'aa kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. So former things isituondoe katika njia ya Mungu inayotuelekeza kwenye kiwango chetu. Bwana asifiwe. Inayotuelekeza kwenye kiwango Mungu anakusudia. Hallelujah. So for you to reach your next level, set your heart on God. Glorify God all the time. Mfanye Mungu kuwa priority yako. Amen. Fanya Mungu kuwa number one kwa maisha yako. Amen. Wakati unapitia hali yote, kumbuka kwamba kwa mimi kutoka kwa hii hali, I must involve God. I must call the name of God. Bwana asifiwe. Ili nikafaulu, ili nikasonge mbele, ili nikatoke katika hali hii. Usikimbilie waganga, usikimbilie wachawi, usikimbilie marafiki wako. Kimbilia tu Mungu. Make God a priority in your life. Bwana asifiwe. And you will go to your next level. A level of divine expansion. Bwana asifiwe. Level ya wewe kuinuliwa katika masuala yote ya maisha yako. So chagua tu kwamba make God a priority in your life. Mfanye Mungu kuwa number one katika maisha yako, ili akusaidie katika kufikia kusudi lake kwa maisha yako. Maana kusudi la Mungu ni kukufikisha katika hiyo siku iliyokamilika, siku ambayo inang'aa, ambayo ni mwangaza wa Mungu unang'aa siku zote bila kukoma. Bwana asifiwe. Make God a priority in your life. Number 2, grow in faith and character. Imani yako lazima ikue. Kutoka kwenye level ulio nayo na kwenda kwenye level nyingine, lazima imani yako ikainuliwe. Maana mara mingi tumesema ya kwamba there are people ambao wamekuwa comfortable kukaa katika hiyo level. Ukiwaambia kwamba songa level nyingine, hana imani kwamba kule kuna mazuri. Hana imani kuwa kule
mazuri ambayo amepangiwa. Bwana asifiwe. Tunaona Ibrahimu wakati Mungu alimwamurisha kwamba aondoke na aende kwenye level nyingine. Bwana asifiwe. Kama imani haingekuwa ndani yake, hangekubali kwenda. Maana siamini kama Ibrahimu alikuwa anaishi maisha mabaya. Ninajua Ibrahimu alikuwa na mali alikokuwa. Ibrahimu alikuwa na watu walioishi nao. Tunaambiwa ya kwamba Ibrahimu aliacha yote na akaenda kule Mungu alikuwa amemwahidia. Bwana asifiwe. It is a level of faith that grew. Ni kiwango cha imani ndio aliyekuza, aliinua, ni akaamini ya kwamba nikifuata kusudi la Mungu, niende mahali ambako Mungu anakusudia, kuna makubwa kushinda haya. Bwana asifiwe. Amen. Ndiposa nimesema ya kwamba ili wewe uende na ufikie kiwango ambacho Mungu anataka, lazima uache vyote. Uache starehe hizo, maana kule mbele kuna starehe. Uache hizi mali, kule mbele kuna mali. Kama ni majina, haachana na haya majina, maana kule mbele kuna majina mazuri. Bwana asifiwe. So kama una imani, hautaacha, utakatalia hapa. Bwana asifiwe. Utakatalia kwenye hicho kiwango, lakini Mungu anasema take a step of faith and move to your next level. Bwana asifiwe. Chukua hatua ya imani na uende kwenye kiwango chako. So you must grow in faith and grow in character. Let's read the book of 2 Peter chapter 1 verse 1 to 8. Simeoni Petero hapo 2 Peter 2 chapter 1 verse 1 to 8. Simeoni Petero, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale walio... Just a minute. Chapter 1 verse 5 to 8. Chapter 1 verse 5 to 8. 1 Peter 2 Peter 1 5 to 8. Hivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu upinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, maana yeye hushughulika sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Nafikiri mmesquat. 2 Peter chapter 1 verse. Nasema yeah, it is chapter 1 verse 5 to 8. Kwa sababu hiyo yes, jitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu. Yes. Yenu na wema. Ndio. Na katika wema wenu maarifa. Na katika maarifa yenu kiasi. Na katika kiasi chenu zaburi. Na katika zaburi yenu utauwa. Na katika utauwa wenu upendano wa ndugu. Na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo haya yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda. Kwa kumjua Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So kuna mambo tutatajiwa ili wewe upelekwe. Tumeambiwa kwamba you must grow in character,
for you to go to the next level, na ambayo kwamba lazima tuwe na upendo ndani yetu, tuwe na utakatifu ndani yetu. Na pale 8 ikasema, maana mambo haya yakiwa ndani yenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Ili wewe kuzalisha matunda, lazima matendo yako yampendeze Mungu. Lazima utembee katika njia iliyojaa mwangaza. Bwana asifiwe. Amen. Tunashauriwa tuinue imani yetu na matendo yetu yawe sawa machoni pa Mungu, kusudi tuweze kuzalisha matunda, kusudi tuweze kwenda kwenye kiwango chetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatakiwa sisi tuinue kiwango chetu cha imani, maana nimesema kwamba maisha ya kutokuwa na imani imetufanya sisi hatuwezi songa mbele. Kuna mtu ana pesa zake, lakini kwa sababu hana imani amekataa kuwekeza. Ana uoga ndani yake, ajua akiwekeza matokeo ni yapi. Lakini leo Biblia imetuambia kwamba usiogope, chukua hatua ya imani na usonge mbele, maana kule mbele kuna makusudio ya Mungu. Kule mbele kuna mema ambayo Mungu ameandaa kwa sababu yako. Bwana asifiwe. And as you walk towards your next level, your character must please God. Amen. Tabia zako lazima zimpendeze Mungu, ili wewe ukafikie kiwango ambacho Mungu anakutaka wewe. Bwana asifiwe. Jambo lingine, let go of the old. Uyasahau yaliyokukwaza. Kuna vitu ambavyo vimekusababisha umekwama. Biblia inasema uyasahau, uiachilie, masababu ni mzigo kwako. Kama Ibrahimu angesema angebebana vile vitu alivyokuwa navyo, ila ende mahali ambako Mungu alikuwa amemwandalia, hangeweza. Bwana asifiwe. Maana huenda vilikuwa vingi sana, vilikuwa vizito sana, lakini alitakiwa aziachilie zote na aende akiwa peke yake. Maana katika level yako nyingine ambayo Mungu anakuahidi, kuna mazuri, kuna vitu ambavyo vimejaa kule kivizuri vizuri, vinashinda vya kule. Niposo naambiwa release all of them, achilia vyote na ukasonge mbele. Bwana asifiwe. Amen. So when the things you are holding vimekufanya umekosa kwenda, vimekufanya umemark time, release all of them. Hasira ondoa ndani ya moyo wako, ondoa tamaa ndani ya moyo wako, ondoa vikwazo ndani ya moyo wako, na uchague kutembea katika your next level. Bwana asifiwe. And God is going to anaenda kukushangaza. Bwana asifiwe. Embrace transformation. Embrace transformation. Kumbatia mabadiliko kwa maisha yako. Kumbatia, nimesema kumbatia mabadiliko kwa maisha yako. When moving to the next level, mabadiliko lazima yakuje. Na mabadiliko yakija, lazima yafagie kila uchafu ndani ya maisha yako. Yafagie kila mawazo machafu ndani ya maisha yako. Yafagie tabia mbaya ambayo imekukwamisha. Ifagie marafiki wabaya ambayo imekukwamisha. Mawazo ya kukwama lazima ifagiliwe. Bwana asifiwe. Ili uende mbele, you must accept to be transformed, for your mind to be changed, for your thoughts to be changed,
for your behavior to be changed. Bwana asifiwe. Ili usonge kwenye level ya Mungu. Bwana asifiwe. Tusikwamilie level moja. Tusikwamilie kiwango kimoja. Lakini tuende katika level ya Mungu. Na ili wewe kufikia level ya Mungu, accept your mind to be changed. Accept your behavior to be changed. Accept your mind to be renewed every day. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho, trust the journey. Trust the process. Heshimu hiyo safari ya kubadilishwa. Amen. Mara mingi safari ya kubadilishwa ina machungu, ina maumivu, lakini tuambiwa kwamba lazima tuheshimu tu, maana lazima uandaliwe ili kupelekwa kwenye levo ya Mungu. Lazima uteseke, lazima uteswe, lazima umizwe, lazima utingizwe. Bwana asifiwe. Amen. Unapata ya kwamba vile ulivyokuwa navyo lazima vipotee vyote. Hasa zile ambazo hukupata kwa njia za Mungu lazima ziondoke. Vyote vilivyo si vya Mungu lazima viondoke. Bwana asifiwe. Amen. Asubuhi tuliambiwa kwamba mahali hakuna mwangaza, kuna uchafu mingi imejaa pale. Bwana asifiwe. Kama mwangaza hakuna, kuna vitu vingi ambavyo vimejaa pale, uchafu wa kila aina. Wadudu wanapenda mahali pale, kina panya wanapenda mahali pale, kina koma mwiko wanapenda pale, kwa sababu kuna uchafu, kwa sababu kuna giza. Bwana asifiwe. Lakini mwangaza wa Mungu utakapokuja, vyote vinaondoka. Tumeambiwa kwamba we must walk in a path that is having the light that shines more and more. Amen. Bwana asifiwe. Mwangaza wa Mungu ukikuangazia wewe, mawazo machafu lazima yaondoke. Mawazo ya kufikiria dhambi lazima yaondoke. Amen. Mawazo ya kufikiria uchafu kutoendelea iondoke. Bwana asifiwe. Kila mawazo ya kushindwa iondoke, ili ukatembee katika level yako. Bwana asifiwe. So wakati vitu hivyo vinaondolewa kwa maisha yako, kuna uchungu utapitia. Wakati sababu vingine vinakupea unakuwa na starehe, unashindwa kwenda. Bwana asifiwe. Vingine vinakupea starehe, lakini wakati vinaondolewa, imagine ulikuwa mtu wa kujistarehe. Starehe inapoondoka kwa maisha yako haikuangi rahisi. Bwana asifiwe. Kuna mtu atahisi uchungu. Marafiki waliokuwa na kufadhili, marafiki wale walikuwa na kufadhili, watakapokuwa wanaondolewa, kama hawa marafiki ndio yamekuwa sababu ya wewe kutosonga mbele, lazima ondolewe kwa maisha yako. Wakiondolewa, kuna machungu utapitia. Biblia inatuambia we must trust the process. We must trust that journey. Kwamba safari hiyo ya kuondoa uchafu kwa maisha yako ili ufikie level ya Mungu, lazima you have to respect it. Bwana asifiwe. Lazima uheshimu hiyo process ya kuondoa takataka na uchafu wote kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Mwenyewe unajua kwa maisha yako ni yepi yamekuwa sababu ya wewe kukwama. Umejaribu songi, umejaribu wewe mbele, kwa sababu kuna vitu ndani yako ambavyo bado havijaoshwa. Kuna vitu kwa maisha yako bado vinakushikilia wewe, na hivyo vitu umekuwa mamoja. Ukijaribu kusonga mbele imekushikilia. Leo wanasema release all of them. Bwana asifiwe. Ukaviachilie vyote ili ukakuwe free, ili ukaondoa huo mzigo, ili ukatembee ukiwa mwepesi wa kufikia mahali ambapo Mungu anakusudia. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu, maana uaminifu wake ikamfanya akaona kwamba mahali tumekaa sana. Level hiyo umekaa sana.
leo ameamua pana. Mwaka huu ameamua pana. Umekaa hiyo level sana. Umekaa hiyo kiwango sana. Kiwango chako lazima kisonge. Amen. Kiwango chako lazima kiongezwe. Bwana asifiwe. Wangapi wako tayari kuongezwa? Wangapi wako tayari kusukuma kwenye kiwango kingine? Bwana asifiwe. Biblia inasema let the past go. Yale mambo ya kitambo achana nayo. Bwana asifiwe. Zile starehe za kitambo achana nazo. Fikira za kitambo achana nazo. Ambazo zimekuwa